Mimi naitwa Godi wa Bara. Barabara zinatusumbua kweli. Kwanza tunashukuru kwanza ulipokuja diwani kuangalia hizi kuchukua kero zetu. Barabara ipo hii atekini hii hapa inatusumbua sana, haipitiki mpaka saizi, hata gari kuchukua aliendi huko. Na barabara hii tulio nayo hii hapa bado inatusumbua sana. Tunaomba hizo kero zetu tupelekee bwana. Hizo barabara angalau mtuletee tutengeneze kidogo. Mimi kwenda kituo cha afya, kuna mama kapata ajali na angalia kwa macho yangu. Na yule mama alivunjika mguu kabisa, uligeuka na bodaboda. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, tunakuomba tupiganie kwa hilo. Hii barabara imekuwa changamoto kubwa sana kwa wakazi wangu wa mtaa huu wa Ilindi, lakini wa Ilemi kwa ujumla, kwa sababu njia hii inatokea Isanga pale juu. Kwa ni shortcut kubwa sana pia kwa wananchi wa kata zingine zote za Uyole kufika pale Isanga na kuelekea Chunya au kuelekea mjini. Barabara hii mkandarasi huyu tumekuwa tumuelewi. Kwanza aliweka kifusi hapo zaidi ya miezi 3 hadi 4 bila kukisambaza. Lakini akaja kukisambaza bila utaratibu ambao ni sahihi. Kwa Mheshimiwa Mbunge, hayo ni baadhi ya mambo ambayo nimekutana nayo kwenye ziara yangu. Lakini hapa kwenye mtaa wa Ilindi kuna mambo mbalimbali. Kwanza tuna kivuko kiko huku juu. Kuna barabara moja inaelekea huko, kuna kivuko cha kwenda Balozi 4. Hichi kivuko kilianza kujengwa na fedha za TASAF, lakini waliishia sehemu ambayo kunahitajika sementi kama mifuko 30 hadi 40, lakini na nondo. Nadhani nondo kiasi gani mwenyekiti pale? Nondo 40. Hichi kivuko kinaunganisha balozi zaidi ya 4 ziko hapa juu mlimani. Ambapo huko mlimani pia zinahitajika. Tuliahidiwa tutapata umeme wa Lea. Bado nguzo hazijafika, lakini jana tulikuwa na kikao cha majumuishi pale halmashauri pale wilayani. Tulionana na watu wa Lea, walituambia watafika. Kwa hiyo mheshimiwa, na wewe ukiwakazia kwamba Ilindi bado umeme wa 2027 hujafika, tutashukuru sana. Lakini mheshimiwa, kwenye barabara hapo tuna barabara ambazo ni changamoto kubwa sana. Tuna barabara yetu ya kituo cha afya. Kila mtaa nilikoenda wamesema kituo cha afya tunashukuru kimejengwa, ni kizuri, kinatoa huduma nzuri, na hivi karibuni kimeanza huduma ya upasuaji. Wanashukuru sana, lakini wanasema mgonjwa akifika pale anaumwa mara 2 kwa sababu amepandisha mlima kwa shida sana. Unajua kila barabara ni kipaumbele, lakini moja karavati ambalo lilikuwa linajengwa huko kwa fedha za TASAF alafu likaishia njiani, na kwamba kuna balozi 4 huko ambazo zinakuwa zinakwama kwa sababu ya hilo karavati, na kwamba inahitajika mifuko 30. Mifuko 30 au 40? 30. Nondo ndio 65. Sawa, mimi leo nitawapa hiyo pesa kwa ajili ya mifuko 30 ya simenti. Kwa hiyo mifuko 30 ya simenti. Alafu hiyo hizo nondo 65 zinazohitajika, hizo diwani atajipiga na wadau wengine. Alafu kama kutakuwa na mkwamo mahali atanirejea, mambo yatakaa sawa. Kwa hiyo huko hilo karavati si itakuwa limeisha jamani. Jambo la karavati limeisha. Lakini hapo kwenye miundombinu sehemu nyingine ambayo changamoto ni kubwa zaidi ni hii barabara yetu ya kutupeleka kwenye kile kituo cha afya pale juu, ambayo watu wanakuwa naumwa hawezi kujishikilia vizuri kwenye bajaji au bodaboda. Kwa hiyo kunakuwa na changamoto kubwa. Nimetoka kata ya Mwakibete. Sasa kule nimekutana na watu wa mtaa wa Bomba Mbili. Wale watu wanajenga barabara kwa nguvu za wananchi, lakini wanatumia zege. Nafikiri ile barabara yetu ya pale, wakati tunawasubiria hao wataalamu kwa maana ya TARURA wapate pesa waje wajenge, mimi naona Wanailemi tuanze na sisi kidogo kidogo eti. Wanailemi tuanze kidogo kidogo. Kwa hiyo wenye viti, kwa sababu mko hapa, tuna wenye viti wangapi mita yetu? Wenye viti 6, si ndio? Uzuri diwani wetu ana gari yake, mle watu 6 tunatosha. Kwa hiyo mheshimiwa diwani na wenye viti wote mjibebe, muende kule mkaone wale wenzetu wanajengaje ile barabara, kwa sababu kwa namna ule mteremko ulivyo pale lazima barabara ijengwe ya zege ili mambo yetu yatulie, si ndio jamani?